Hi guys, mambo vipi? So hii ni update kuhusiana na kesi ya P Diddy. So siku kadhaa nyuma P Diddy amepandishwa kizimbani na kumetokea mashahidi ambao wanahusika kutoa ya moyoni walioyaona kulingana na maisha ya P Diddy na kesi zinazomkabili. So mmoja wa mashahidi alikuwa ni bodyguard wake wa karibu. Yes, hao mabodyguard wanajua vitu vingi guys. Basi bwana, yule bodyguard ameyatoa yote, hakubakisha hata chenchi. Kama mnajua P Diddy alikuwa na mahusiano na dada anaitwa Casey. Yes. Kwa ambao mfahamu, picha yake ndio hiyo inaonekana yuko na P Diddy, huyo mwanadada. Yes, so amekuwa na P Diddy for 10 years na katika hiyo miaka 10 anasema kwamba amepitia mateso, fedhuli, kudharauliwa, unyanyasaji wa kingono na unyanyasaji wa kikawaida. Alikuwa yuko controlled na P Diddy maisha yake yote katika hiyo miaka 10. Kesi amesimama pia na kusema kwamba katika hiyo miaka 10 P Diddy alikuwa sio mtu wa kulala na Kesi mara kwa mara, ila alikuwa anapenda Kesi alale na wanaume wengine na yeye P Diddy akae pembeni akiangalia Kesi anavyofanya mapenzi na wanaume wengine, alafu yeye anafanya mmenielewa watu wazima. Na P Diddy alimpa kazi kabisa Kesi kwamba ya kuwa kutafuta wanaume ili aweze kulala nao. Yeye anampa tu maelekezo kwamba nataka utafute mwanaume awe mrefu awe mfupi awe hivi, na Kesi anabuka wanaume na analala nao na P Diddy anakuwa anamwangalia vile wanavyovifanya. Unajua huko Afrika kuna wadada ambao wanajiuza, lakini huko kwa wenzetu kuna hadi wanaume wanaojiuza. Kwa hiyo Kesi alikuwa ananunua wanaume kwa ajili ya kufanya nao mapenzi, huku P Diddy akiwa anaangalia. Ndo P Diddy analizika, na hiyo ndo ilikuwa kazi kubwa ya Kesi. So Kesi anaendelea kusema kuwa alikuwa anapitia magonjwa ya ngono mara kadhaa, UTI, magonolea, magonjwa ambayo yani yanasababishwa na kusex na watu tofauti without hata kinga. Yes, na ilifikia hatua paka P Diddy anamwambia kwamba wakishamaliza kufanya mapenzi, ile ya mwisho ile inabidi afungue mdomo aingiziwe. Yes, mmenielewa watu wazima jamani. Kwa hiyo alikuwa hadi anaungua mdomo, anaungua koo kwa sababu ya yale mavitu ambayo anafanyiwa na wanaume tofauti wanamwekea mdomoni. God forbid. Na muda wote huo mambo hayo yanaendelea, P Diddy alikuwa akimrekodi Casey. Kwa hiyo Kesi akaendelea kusema kuwa ilikuwa ni ngumu kwa yeye kuachana na P Diddy na kutoka kwenye maisha ya P Diddy, kwa sababu P Diddy alikuwa akimtishia kwamba ukitoka kwenye maisha yangu navujisha hizi video, kila mtu ataona video zako za utupu, za uchafu. Kwa hiyo Kesi alikuwa yuko anaogopa kwamba watu watanionaje, itakuwaje siku video zangu zikivuja, jamii itanionaje. Kwa hiyo ilimlazimu awe na P Diddy for 10 years kwa ajili tu ya kuzuia video zake zisije zikatoka nje. Connection. Yes. Watu wataulizwa kwa nini sasa asiende kushtaki na nini na nini. Kesi alikuwa ni mtu kama Zuchu tuseme. Amesajiliwa kwenye record label ya P Diddy. Then P Diddy akaingia mahusiano na Kesi, akaanza kumnyanyasa kisaikolojia, kumnyanyasa, kucontrol maisha yake. Hata alipokuwa anaishi Kesi ni kama dakika 5 alipokuwa anaishi P Diddy. Kwa P Diddy alimwekea hadi mabodyguard, yani Kesi haruhusiwi kutoka kwenda kokote, alikuwa maisha yake ni ndani. P Diddy ndio anaya control. So hizi record labels na mambo mengi sana. Watu huku nje tulikuwa tunaona tu kama Kesi ni msanii sijui wa P Diddy na nini, kumbe ilikuwa more than that. Alikuwa anamtreat like a trash. Mbaya zaidi, kuna mashahidi ambao kama niliposema mara kwanza, kuna huyo bodyguard wa P Diddy ambaye sasa hivi kawa askari, na kuna shahidi mwingine ambaye ni mmoja wa wanaume ambaye Kesi alikuwa anawabuku ili afanye naye mapenzi. So yule askari amesema kwamba aliona mara kadhaa P Diddy akimpiga Kesi, akimtesa na akimfanyia vitu ambavyo vilikuwa sio vizuri kumfanyia mtu yoyote. Lakini hakuwa na nguvu yoyote, alikuwa tu ni bodyguard, alikuwa anaangalia na hana cha kufanya. Na yule mwanaume ambaye alikuwa analala na Kesi mara kadhaa alisema kuwa
kesi alikuwa anamuona hana furaha, alikuwa anamuona hana amani. Hata wakifanya hivyo wanavyovifanya, alikuwa kesi hafurahii, lakini alikuwa hawezi kutoka kwa namna moja au nyingine. Na yule mwanaume alikuwa analipwa. So majaji wakamuuliza, labda unaongea hizi pointi kwa sababu ulimpenda labda kesi au ulitaka kuwa naye kwenye mahusiano? Yule mwanaume akasema, mimi sina feelings na mtu yoyote, mimi ni mwanaume ambaye najiuza, so naala na mtu yoyote, si catch feelings. Kwa hiyo hichi ninachoongea ndio nilichokiona. So kesi ni kama amepata mashahidi ambao wana prove vitu vile anavyoviongea kuhusiana na P Diddy kwamba ni vya kweli. So P Diddy inampa wakati mgumu sana kutoka kwenye hizi kesi, kwa sababu kila siku mashahidi wanaibuka na wanatetea upande wa kesi na wanatetea upande ambao P Diddy unamlaza chini badala ya kumngoa kwenye kesi. Lakini kama isingekuwa hizi kesi zinazoendelea sasa hivi, labda P Diddy angekuwa akashaweza kuvuka kwa namna moja au nyingine, lakini kabla siku zinazozidi kwenda ndo mambo yanazidi kuibuka. Kumbuka kwamba ushauri wako ndo unaofanyia kazi, ndugu mtazamaji. Mliniomba niwape update za P Diddy na hiyo ndo update ya P Diddy. Sasa je, kwa jinsi unavyoona P Diddy anaweza kutoboa kweli? Mimi sidhani kama anaweza kutoboa P Diddy, ila ujumbe wako, comment yako ndo muhimu hapo chini. Na kama hujasubscribe, subscribe sasa hivi ili uweze kupata updates zinazokuja zaidi.